Kazi yako ya kila siku ni nini wewe? Kusimamia usafi. Hapa unaona pako pasafi. Na unafikiri hii ni kazi, ni uchafu wa leo? Mheshimiwa, hizi ni taka zinazotoka soko la Kilombero. Taka zinazotoka soko la Kilombero? Hapa ndio kituo chake? Hapana. Wewe umechukua initiatives gani za kuhakikisha basi taka hizi zinakuwa na zinaondolewa? Kwa sababu naona diapers pale, ninaona chupa za plastiki, ninaona ugali. Ugali huu sio umetoka Kilombero kweli? Huu ugali umetoka Kilombero? Ugali huu ni wa hapa. Sasa mimi nikuulize, mkuu wa mkoa ametoa zawadi za mitaa. Mtendaji wa mtaa yuko hapa? Mtendaji naye aje. Ametoa zawadi kwa mitaa itakayofanya vizuri. Hivi nyinyi mna namna yote ya kupata zawadi kweli? Kwa hivi wakija kufanya wakaguzi, hebu niambie changamoto yako ni nini? Mheshimiwa, yani hata tukiuliza wananchi wanaokaa maeneo hapa wote wana elimu ya kutunza taka, kwa sababu gari taka huwa lina ratiba ya kupita. Ndio maana hizi taka tuna changamoto kwamba zinatoka kule sokoni, ila pia nikwambia ile nailoni ya pale pia imetoka sokoni kule. Ile nailoni, zile nailoni zimetoka sokoni kule. Naomba radhi mheshimiwa. Afisa afya kuna mahali unakwama. Mheshimiwa diwani, hili la maafisa afya naomba simama nalo. Wiki ijayo tu mimi nitakuja kufanya ziara specifically kwa ajili ya nyinyi maafisa afya na watendaji wa mitaa. Kuna mtendaji wa mtaa hapa? Na mtendaji wa kata? Ni yupi? Mary ni yupi? Mary njoo hapa. Wewe ni mkurugenzi wa kata, inapokuja swala la nini? La kiutawala. Hem, niambie unachokiona hapa ni sawa? Sio sahihi. Kwa nini hamsimamii usafi? Tunasimamia mkuu. Kama juzi walifanya maduka kanisani na Sainevunu. Kwa hiyo kila Jumamosi tunakuja kwenye usafi. Tunataka usafi uwe kazi ya kila siku, sio kazi ya Jumamosi, Sainevunu sijui na wapi. Sawa. Wahamasishe wananchi. Kila mtu afanye usafi mbele ya nyumba yake. Mbona sio kazi ngumu? Eti ni kazi ngumu mtu kusafisha mbele ya nyumba yake? Asubuhi unapoamka wewe si unanao uso wako? Kwa hiyo uso wa nyumba ni mbele ya nini? Au unaanza kunawa na mgongo? Unasikia? Afisa afya unatuangusha. Kiukweli mnatuangusha. Yaani I'm so much disappointed kwa sababu nyinyi kazi yenu ndio hiyo. Kufanya nini? Usafi. Na kuna saa chukueni hatua. Chukueni hatua kwa mtu ambaye ni mkaidi. Wananchi hawa mimi nina uhakika hamna mtu ambaye ana changamoto kubwa kiasi hicho cha kubishana na nyie. Wewe una mamlaka, una sheria ndogo ndogo zile. Unaweza kumwajibisha hata mtu anapofanya vibaya. Sasa hebu fanya kazi yako. Tunaelewana? Usiingie kwenye kazi za siasa. Wewe sio mwanasiasa, wewe ni mtendaji. Mtendaji. Wewe ni ndio maana wakakuita afisa mtendaji, executive officer. Si ndio? Wewe unaitwa Ward executive officer, sio? Sasa usihujumu nafasi yako. Afisa afya na wewe usihujumu nini? Nafasi yako. Haya tuambie una mikakati yako ni nini? Mheshimiwa, msikie. Tunaahidi kuanzia sasa hivi kutekeleza swala la usafi wa mazingira. Kwa hiyo ukirudi kesho utakutana tena na changamoto ya usafi. Kata hii ina mitaa ngapi? Mitaa 6. Mitaa 6? Ndio. Si yote na watendaji na afisa afya kwenye mitaa? Ndio. Afisa afya ni mmoja tu wakati. Hamna afisa afya mtaa? Hapana. Watoa maelekezo kwa wenye viti wa mitaa, toa maelekezo kwa mabalozi wa shina na watendaji wao. Kuna watendaji wa mitaa. Toa maelekezo huko watu wakafanya kazi. Huwezi kufanya kazi zote wewe peke yako, lakini ukitoa maelekezo kule, vitu vingine mtakachofanya wewe na mtendaji na diwani ni kwenda kukagua tu. Nataka kata hii ya kwanza kwa usafi. Ni kata ambayo inaongoza kwa kuwa na watu wengi. Kwa hiyo hakuna sababu msio wa kwanza pia kwa usafi. Umeelewa dada? Na hapa sio kama nakupiga mkwara, tunaongea ukweli. Jiji tulitakiwa liwe safi. Na wewe unaonekana mtu smart. Kwa nini unakuwa na kata chafu? Kwa hiyo kisheni jambo hilo linasimamia. Mheshimiwa diwani, kama kuna mahali wanakuhamisha, utuambie hawa ni wa kwetu, tunawamudu. Sisi ndio tunathibitisha ajira yao, lakini ikifika mahala pia pa kuwatoa, tutawatoa. Sasa mimi sio muumini sana wa kuharibia watu maisha. Unanielewa dada? Ndio. Nataka maisha yako yafanye nini? Yaende. Siku moja tunatamani kukuona uwe afisa afya wa wilaya, mtendaji wa wilaya na kadhalika. Lakini fanyeni kazi yenu. Fanyeni kazi yenu kwa weledi. Wewe una changamoto mtaa. Wewe ni mwenyekiti wa mtaa? Mimi mjibu serikali ya mtaa. Na wewe pia ni sehemu ya changamoto kwa sababu wewe wakati unaona changamoto ziko ulipaza sauti kwa nani? Nataka tukwambie sasa changamoto nilipata. Changamoto nilikuwa nayo hapa katikati hapa. Taka zilikuwa zitolewe kwa wakati hapa. Taka zilikusanya zaidi ya wiki 2-3 hapa. Mtaa ukao unanuka mtaa mzima hapa.
Kwa hiyo ule mkandarasi aliyepewa kazi ya kuzoa taka hapa, mumuone sasa yeye ili angalau azoe taka kwa wakati na hizi changamoto zingekuwa zimeisha. Naomba nitoe maelekezo kwa wakandarasi wote wa kuzoa taka katika kata zote 25 ya jiji la Arusha. Taka zikipelekwa barabarani ziondolewe siku hiyo hiyo. Wale watu wanalipwa kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo sioni kwa nini wanaleta usumbufu. Mheshimiwa Diwani, kata yako ina mkandarasi au wakala wa kuzoa taka. Afisa afya unamjua au umjui? Mwajibishe kama ana tatizo, mwajibishe. Una nafasi hiyo. Unasikia Mheshimiwa Diwani? Mtu kama analeta mapicha mkatae ni mwambie hapana. Arusha miaka 63 baada ya uhuru bado tunapambana na mambo ya taka kweli jamani? Haingia akilini. Jamani niwashukuru sana. Ninaamini kazi itaendelea. Mungu awabariki sana.